Ilikuwa ni tarehe 9 ya mwezi Novemba mwaka 2022, ilienda kuzaliwa Yanga moja tishio zaidi barani Afrika kwenye michuano ya shirikisho, ambayo hiyo Yanga ilienda kuonyesha Waarabu kwamba wao wanaweza kufanya lolote katikati ya uwanja, sio nyumbani tu kwenda kupata matokeo, hata ugenini waliweza kwenda kupata matokeo. Siku pekee ambayo Club African na watu kuja kuisahau, ambapo walikubali kipigo cha goli moja katika ardhi ya nyumbani, yani baada katika ardhi ya pale William Benjamin Mkapa, nazungumzia Mwalimu Nyerere nyumbani kwake. Yanga walikubali kumminya mbavu na kuweza kupeana sare bila kufungana, yani 0-0. Lakini pia walipofika pale African Tunisia, Yanga wakaenda kuwafanya African kuwa nyuma yao moja kwa moja, kwa maana kwamba baada ya kuingia Stefan Aziz Ki kwenda kuonesha kwamba goli linaweza likapatikana, wakawafunga goli moja kwa bila na kwenda kuwapatia Yanga tiketi kuendelea na hatua zingine zinazofuata katika michuano ya shirikisho barani Afrika. Vibweka vya Medadi Moso na vitu kuja kusaudika kwenye ulimwengu wa mpira miguu, kwa maana kwamba vilienda kuwakela zaidi mashabiki wa Club African, hata Club African wenyewe. Lakini pia ubora wa Shoaboy Babu Kaji ulienda kuwafanya Yanga onekane bora zaidi kwenye ulimwengu wa mpira miguu. Achana na yoyote, lakini pia nikukumbusha kwamba Fiston Kalala Mayele alikuwa mwiba mchungu, alikabwa na watu wasiopungua 5 mpaka 6, kwa maana kwamba aliweza kuonesha mpira miguu kwamba una mambo mengi, lakini kwenye hayo mengi lazima naweze kukumbuka katika pitch. Ubora wa Alidi Aucho kuweza kuwatuliza viungo wa Club African ikaenda kuwafanya Yanga kuonekana bora zaidi katikati ya mchezo na mpaka mbele. Lakini pia nikukumbushe Mwalimu Nasri Nabi aliweza kufanya makubwa zaidi na kuhakikisha kwamba Yanga inaendelea kuwatishio zaidi uwanjani. Yani huu mwaka utakuja kusaulika, ulikuwa ni mwaka kihistoria, na huu ndio mwaka pekee ambao aliweza kufanya Yanga kwenda kucheza finali ya kombe la shirikisho barani Afrika, kwa maana kwamba ilikuwa na uwezo mkubwa zaidi ndani na nje ya uwanja. Yani mimi ukiniambia niweze kukumbuka matukio mengi katika huo mwaka 2022 kwa upande wa Yanga, ulikuwa ni miongoni mwa mwaka wa mafanikio zaidi kwa upande wao. Fiston Kalala Mayele ndio mwaka wa kwanza kuweza kutamanisha Waarabu na kuweza kuambia kwamba yeye ni miongoni mwa dili. Yani dhahabu iliyopitishwa katika moto ilitokea pale katika viunga vya Yanga. Fiston Kalala Mayele hatakuja kusaulika, lakini hiyo ilikuwa ni Yanga ambayo ilikuwa tishio zaidi barani Afrika. Setup nzuri zaidi ya Fiston Kalala Mayele, pasi ya Abubakar Shoaboy anairudisha la kukutana na Stefan Aziz Ki, anafunga goli muhimu zaidi kwa upande wa wananchi. Nikwambie tu kwamba hiyo siku haitakuja kusaulika kwa upande wao. Wananchi wanaichukua kama ni siku ya kihistoria, lakini wa Afrika kwa ujumla wanaichukua kama ni siku ya kumbukizi kwa upande wa Club African kwenda kupoteza katika ardhi ya nyumbani. Majonzi makubwa wanaenda kuyapata, yani wananchi wanaenda kutembeza dozi mbele ya wafungwa ambao waliamini kwamba wanaweza kufanya lolote katika ardhi ya nyumbani. Langu jina ni Chiboko JR na hii ni Beyond the Game. Niambie katika comment section unahitaji makala ijayo twende kwa msimu mchezaji gani ama ni mtu gani.